Nakwambia niache. Subiri mume wangu, nisikilize. Nilishasemaga. Endapo nitagundua mama yangu ama ndugu yangu yoyote ni mchawi, I swear to God, sina undugu na mchawi yoyote. Yeye analizika kunifanyia haya mambo, anataka mimi nisione na mtoto, si ndio? Mtipu. Hauna wewe kwenye kitu kizito na wewe umekumbwa nacho au? Sio kizito tu, na kigumu. Yewe. Vice versa. Kumbe vice versa.
Mwanangu, hii mihogo umechimba wapi? Mbona minene namna hii? Hii mihogo nimechimba kwenye ule mpaka kwa Mzee Nguru. Upande ule pale. Yaani mihogo imetia vibaya mno. Imetia kweli kweli. Bonge. Maana mihogo minene. Yaani mihogo imenisadifu mwenyewe. Maana mimi mwenyewe mnene na mihogo ndio imetoka minene. Unajua mihogo imenisadifu hii. Yaani nilivyopanda mwenyewe na mihogo imefuata hivyo. Si unaona ilivyokuwa mikubwa hii mihogo. Na hii mbegu sijui ulichukua wapi? Unaweza kupita kuomba tu. Lakini sasa mwanangu. Ndio mama. Mimi nina jambo. Naomba unisikilize, lakini sio jambo baya. Na wala sio la ugomvi, ni la maelewano. Jambo nilokuwa nalo ni kuhusu mkeo. Mwanangu, mkeo kila ninavyomwangalia, yule mwanamke sio. Yule mwanamke siye. Na najua utaniuliza kwa sababu gani. Sasa sitaki ujue sababu. Ila ninachokuambia mimi tukule mwanamke mwanangu akufai wewe hata sisi atufai. Kila ninaponitazama kwa hiyo ninachokuomba yule mwanamke ni afadhali umwache. Tena umwache kabisa. Yaani umpe talaka umwache. Sasa mama, kama kuna vitabia ambavyo unaviona sio vizuri, ambavyo wewe havikupendezi, nadhani unatambua mimi nakupenda sana mama. Najua kama unanipenda mama yako. Sasa kwa nini usiniambie ili niende kukaa naye alafu nimkanye na ajirekebishe? Mimi sitaki wewe upate shida mamangu. Sawa mwanangu, ila sasa mimi nikuombe kitu tu. Mimi ni mzazi wako. Na nadhani wewe ndo mtoto msikivu, mimi unanisikiliza vizuri ninavyokuambia jambo. Yaani ninachokuambia kama maana yake kuna kitu nimekimaanisha. Sio kila jambo ulijue moja kwa moja. Utakuja kujua muda ukifika utajua. Lakini kwanza ujue tu kwamba leo mama yako ninachokuambia hiki inatakiwa ukishike. Yule mwanamke na kuomba tafadhali, narudia. Tena narudia mara kurudia, yule mwanamke hakufai, kamuache. Nadhani umenielewa hapo. Sasa nawezaje kumwacha haraka mama? Sasa mwanangu kama uliweza kumuoa, sasa unashindaje kumuacha tena? Uliweza kuoa mwenyewe, mwanamke ametafuta mwenyewe, leo unashindaje kumuacha? Ila sasa utakapoenda kuacha tafadhali na kuomba vile vile usije kwa sababu basi mama ameniambia kwamba wewe una kitu. Mimi hapa nimekuambia kama yule mwanamke ana kasoro gani nimekuambia? Sije kaonekana kwenye mapenzi tena mama amesema hivi ikawa mahaba. Ndio ninakwambia mapema hivyo. Sasa naona unataka kwenda kupeleka talaka na kupeleka taarifa zako, usienda kunitaja mimi, sitaki nigombane na mkwe wangu. Ila wewe kaa tu ukijua kwamba yule mwanamke siye. Tafuta staili ya kwenda kumwacha yule mwanamke, hakufai na wala hatufai kwenye familia. Yule mwanamke ni mbaya kupita maelezo. Ile nitakwambia sio leo. Nitakwambia mimi inawezekana mwenyewe kama una akili sawa sawa utajua ni kweli alichokisema mama siku ile kipo sahihi. Utajua. Kwa hiyo nakuomba tafadhali yule mke hatufai kwenye familia hii. Mimi tu kwanza binafsi yangu simtaki. Na nimeshakuwa na nimemaliza. Sawa, maswali hapa mimi sina haja. Mimi nina kazi yangu saa hizi hapa. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Maana isifikia hatua kusema mimi kama mama yako sijui ilikwenda ikarudi. Hiyo itakuwa changamoto. Kama umenielewa haina shida. Sasa hivi mimi nakutazama wewe. Sawa. Ila mama, hii mbegu hii aisee. Chungu balaa, yani chungu. Mihogo hii michungu mwanangu, hii limbanga. Yani mihogo michungu haifai kuchoma, haifai kupika, haifai kutafuna. Hii hapa ni kwa sababu ya ugali tu. Wengine wanaandika makopo kama hivi, lakini mara nyingi sana hii ukitaka ule vizuri unaloweka kondoole. Kondoole. Unajua kwa hiyo tu siku ni kondoole amujui. Hii kondoole unachukua mtungi, unachukua kama hivi mihogo ndivyo chana hivi. Ndio unaitia kwenye mtungi, unachukua maji, unatia, unaweka hapo kama siku 4-5 mpaka inaoza hii. Ikishaoza ndio unaichula, unaianika, ikauka ndio unatwanga ugali, ndio kondoole. Ndio mnapika ugali unaliwa. Inafaa kwa kondoole. Kondoole, wanasema kondoole. Kwa hiyo hapa nikiloweka wewe utakuja kuiona ugali wake mzuri, utakuja kula mwanangu utauona. Mimi nataka niloweke kondoole hii. Mama mdogo. Yule mama mkwe sio mtu mdogo. Kivipi? Ni mkubwa na mdogo. Hatumuwezi. Yaani hadi nimechanganyikiwa. Umechanganyikiwa na nini? Hivi unajua leo nilienda kwake? Nilienda kwake nia na mazumni. Ile familia nataka niweke mkononi.
Si unajua mimi mkwe ninavyompenda. Na mimi mkwe wangu nampenda hasa kwa kazi zetu, na mkwe wangu yule tunaendana. Wala ana shida. Mama mdogo, kilichonikuta huko huwezi amini. Kimekukuta nini mwanangu? Nimepigwa na kitu kizito. Kitu kizito kwa kama nini? Yaani yule mama ana hatari. Lakini sasa mwanangu, nisikuchanganya akili hilo. Sisi yule hatushindi hata kidogo. Hapana, wewe mama mdogo unaongea tu. Wewe kwa sababu mtoto, hiyo kazi niachie mimi. Ninasema hivi, marehemu mama yako mikoba yote aliniachia mimi na sitaki kumuangusha. Mama mdogo. Yaani nakwambia hivi, hanishindi. Unajua tushindi chochote. Tutamkamata yeye pamoja na mwanawe, tutamweka hapa kwanza yule mwanawe bausa bonge la baba. Kazi yetu nasi itakwenda vizuri. Yaani hapa ndo naanza sasa kuvuta kushusha pumzi. Kuwa na hamani. Tutamfanya kitu ule mchana kweupe, mwenye dunia atakuja kushangaa. Sawa. Upo mwanangu? Sawa. Sisi hiyo kazi yetu, jadi na jadi. Kwa hiyo mwanangu usihangaike mwanangu. Nawe ninavyokuona we kiboko. Mbona watapata tabu? Yaani nakwambia sasa hivi nina furaha. Nakwambia hata mimi nina furaha hiyo. Kweli mkubwa dawa. Uchezea mimi na kazi zangu wewe. Wamiakanyaga. Unajua wamiakanyaga? Wamelikoroga na watalinywa. watalinywa. Nashusha pumzi. Yaani hilo ndio nalokuambia mwanangu. Sawa. Niligombana na mama kasema ni mchawi. Kumbe mchawi mke wangu. Ndugu na jirani nyumbani hawafai. Ni mchawi mke wangu. Vice versa. Vice versa. Vice versa. Kumbe vice versa. Vice versa. Vice versa. Vice versa. Kumbe vice versa.